Sasa hiyo damu inayomwagwa isiyo na hatia, ipo siku malipo yake yatatokea. Wameingia kwenye agano la kunywa damu za watu, na hizi damu zinataka kisasi. Kisasi kwa nani? Sasa angalia ajali ambazo zinatokea, angalia namna ambavyo vijana wanakufa. Ni kwa sababu gani? Nadai kisasi. Unaweza ukasubscribe hapo chini ili tuendelee kuwa pamoja. Leo nimekuja na topic au mada ambayo inahusu damu. Somo ambalo nimepita tulizungumza habari za wachawi, kunywa damu za watu na kula miili ya watu, lakini kwa sehemu kubwa nilizungumza sana kuzungumzia habari ya damu ambayo wanakunywa wachawi. Sasa leo naenda kuzungumzia damu ya Yesu, nguvu ya damu ya Yesu. Kichwa cha somo hili kinasema damu inadai kisasi. Damu inataka kulipiza kisasi. Kwa nini ninazungumza namna hii? Nazungumza namna hii, vifo vya kupitiliza vimekuwa vinatokea kila wakati. Sasa nataka tuangalie kwenye Biblia, damu ya Yesu ina nguvu namna gani ambayo inaweza ikatusaidia kushinda haya yote. Lazima ifike wakati tujiulize, kwa nini vifo, ajali, maafa yanatokea kila wakati? Kwa nini yanatokea? Kwa nini yanatokea? Ni rahisi kusema kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa, lakini lazima ujiulize sababu kwa nini hivi vitu vinatokea. Lakini Biblia inasemaje? Sikiliza, nataka tuanzie kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, huyo ni Kaini. Akajibu namna hii, sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Kaini anamuuliza Mungu, unaniuliza mimi habari za Habili? Umeniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu, mimi sijui yuko wapi. Sasa sikiliza majibu aliyompatia Mungu. Akamwambia hivi, akasema, umefanya nini? Swali lingine. Sasa Kaini akashtuka, sema, kumbe nilichokifanya kinaonekana. Umefanya nini? Akajibiwa na Mungu. Sasa Mungu anasema, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka wapi? Ardhini. Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Nisikilize, lazima ujiulize kwa nini Biblia inazungumza kwamba sauti ya damu ya Habili inaongea kutoka kwenye udongo, inampelekea Mungu mashitaka. Mashitaka gani? Wewe unafikiri, ukifikiria kwa haraka ile damu ilikuwa inazungumza nini? Habili ameshakufa na hayupo, na Kaini anafikiri kwamba ndugu yake hawezi akazungumza chochote. Lazima uangalie, utazame, Adamu ameshaondoka bustani ya Eden pamoja na mke wake baada ya kuwa amekosea, lakini Mungu anakuja kuongea na Kaini kwa sababu hawa watoto wote wanaenda kutoa. Wivu na roho mbaya zinamfanya mtu mwingine amwage damu isiyo na hatia. Sasa hiyo damu inayomwagwa isiyo na hatia, ipo siku malipo yake yatatokea, kwa sababu Kaini anaenda kutoa sadaka, Habili anaenda kutoa sadaka. Hakuna mtu aliyemwambia achukue sadaka mbaya. Kaini sadaka yake haikukubaliwa, wala yeye. Kwa sababu gani? Toka ndani, kutoka dhamiri ya moyo. Mungu aliutazama moyo akasema, Habili nitamtakabali na sadaka yake. Sasa kilichomfanya Kaini amuue ndugu yake ni nini? Ni roho mbaya na uchu wa kutaka atakabaliwe yeye peke yake, akubaliwe yeye kuliko ndugu yake. Sasa hiyo si roho mbaya? Sasa ubinafsi wa mtu kutaka vitu vile vya kwake peke yake vinamfanya mwingine amwage damu isiyo na hatia. Sasa hizi damu ambazo zinamwagika ndio zinakuja kutoa sauti zikidai kisasi. Sasa wewe unapataje kupona? Tutapataje kupona? Na hizi damu zinahitaji kufanyaje? Zinahitaji kulipiza. Kwenye ukoo mmoja, kwenye familia moja, huyu alikufa na kisukari na huyu anakufa na kisukari. Watu kila mwezi wa 5 wanakufa na mwezi wa 3 tena wanakufa. Kwa nini wanakufa? Lazima ujiulize, kwa nini haya mambo yanakuwa yanatokea? Damu ya Habili inatoa sauti kutoka ardhini. Sasa unafikiri kwamba ilikuwa ni agano la kale? Ajali zinatokea kila wakati, barabarani kunakuwa na ajali, unafikiri ni kawaida? Hebu wewe mwenyewe tafakari, ujaribu kuangalia. Si unaendaga kazini, si unapita kwenye barabara, uone ajali zinavyotokea. Kwa nini? Damu inadai kisasi. Kuna damu ya mtu ambayo inataka kulipiza kisasi. Na hii tunaishindaje? Wewe unafikiri kwa nini damu inataka kisasi? Kwa nini? Kabla sijakupeleka sana, nataka nikupe tafasiri moja ya kulipiza kisasi. Kwenye somo lililopita tulizungumza kwa nini wachawi wanakunywa damu za watu na kula nyama. Sasa nataka nikuonyeshe kwa nini mchawi anaweza hata akaua mtoto wake wa kumzaa. Yaani akiambiwa atoe mama yake anamtoa. Unajua kwa nini? Ngoja nikuonyeshe. Tulia hivyo hivyo, sikiliza. Iko namna hii.
Mchawi akinywa damu ya mtu, yule ni mtu aliyekufa, halafu wanakusanyika wanakunywa damu. Sasa unajua kinachotokea ni kimoja. Wakati wanakunywa damu, mchawi ana mwili na huu mwili ni udongo. Biblia inasema Bwana Mungu akamfinyanga mtu kutoka kwenye mavumbi ya nini? Ya ardhi. Sasa nataka nikuonyeshe uhusiano ulivyo hapo kwenye mwili na kwenye udongo. Sasa wakati Mungu anafinyanga mtu kwa mavumbi ya ardhi, Biblia inasema akampulizia pumzi ya uhai, ikawa nafsi hai. Sasa huyu mchawi ambaye anakunywa damu, kisha ile damu ikaingia ndani yake, tayari huu mwili wake ni udongo, lakini tu Mungu amemfanyia modification. Sasa hii damu ikishaingia ndani, kumbuka damu ya Habili sauti yake inatoka ardhini na huu mwili ni udongo. Sasa huu mwili kwa kuwa ni udongo, ile damu iliyoingia kwenye mwili unafikiri ni kawaida, ni imeingia kwenye udongo. Sasa kwa nini mchawi anaweza kaua mpaka mtoto wake? Ni kwa sababu ile damu inadai kisasi kutoka kwenye udongo ambao ni mwili wake. Hiyo ndio sababu anajikuta hata naua mtoto wake, anajikuta hata naua mama yake. Ile damu inataka kisasi, na damu ikiwa inakuja haiangalii nani atakayekufa. Nguvu ya damu ya Yesu, lazima ujue leo kuna nguvu ya namna gani kwa damu ya Yesu. Nimekwambia mwili wa mchawi ni udongo. Sasa unaona namna inavyokuaga eh? Kwa hiyo ile damu ikiwa inaendelea kuongea, kumbuka ni maroho machafu na inataka kudai kuua kwamba huyu alikufa huyu alikufa. Sasa ajali ambazo zinatokea, vifo ambavyo vinatokea kila wakati, vijana wengi wanakufa, watu wengi wanakufa. Kwa sababu gani? Barabarani watu wanakatiliwa mbali kwa sababu damu inataka kisasi. Lakini Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Sasa damu ya Yesu inanena mambo gani kuliko ya Habili? Hii damu ya Habili inataka kisasi. Kumbuka, inalia, hailii kwa mwanadamu. Sauti inapotoka kwenye udongo inapanda juu kwa mzee wa siku, inamwambia Mungu, huyu kaniua. Mungu anatazama namna hii. Sio tu Mungu ameona, ni kweli Mungu kaona alichokifanya Kaini, lakini hata sauti ya damu inalia kutoka kwenye ardhi. Pengine damu imeona Mungu amekaa kimya, ikaza tazama, angalia, nitakuonyesha uone namna ambavyo waliokufa wanadai kisasi. Kwenye Biblia hii waliokufa wanadai kisasi. Sasa kama ulikuwa unajiuliza kwa nini mchawi anaua mtoto wake, kwa nini mchawi anaua baba yake, kwa nini mchawi anaua mtu wa karibu, wameingia kwenye agano la kunywa damu za watu, na hizi damu zinataka kisasi. Kisasi kwa nani? Kwa watu wanaowazunguka. Watu gani? Wewe unayenitazama hapo, unaniangalia, unanikodolea macho, Biblia inasema damu ya Habili inataka kisasi. Kwa nani? Inanililia kutoka wapi? Ardhini. Na haya ni malalamiko ya damu. Sasa haya yote ambayo tunaenda, haya yote ambayo tunayafanya, jaribu kutengeneza mazingira ya kumwomba Mungu atuondolee haya matatizo. Lakini tunawezaje kupona tusipomfuata Yesu moja kwa moja? Au watu wanabaki wanasubiria mwisho wa mwaka ndio waingie kwenye maombi ya kukataa roho za ajali. Sasa unasubiria mwisho wa mwaka uingie kwenye kuomba roho za kukataa ajali, na hizi ajali zinazotokea kwingine sio ajali, na wanaokufa sio watu. Haitakiwi kuomba. Kama kuomba kukataa roho za ajali, tuanze kukataa. Tunatakiwa tuingie kwenye maombi. Tanzania, Watanzania tuombe. Kuna roho za visasi ambazo watu, vijana wengi, watoto wadogo wengi, mahospitali wengi wanakufa kila wakati. Laiti kama ungechungulia kwenye ulimwengu wa roho ukaona namna ambavyo watu wanakufa, ajali zinavyotokea, ukaona ukachungulia, ndio ungeelewa. Kwa sababu gani? Watu wanavyokuwa wanafanya namna hii, wameshaweka agano, wameshaweka patano. Kwa hiyo mtu akishanyweshwa damu, ile ni agano ameweka. Kwa sababu ni agano, akiambiwa afanye chochote atafanya. Kwa sababu gani? Damu ndio inadai kisasi. Anaona kama anaongeleshwa na mtu aliyoko mbele yake, kumbe damu ndio inasababisha yule mtu azungumze. Damu inaongea, na yule anayemuongelesha naye ni mwanadamu, naye ni mwili.
naye ana udongo. Sasa kama na yeye ana udongo na huyu ni udongo, kwa hiyo udongo na udongo vinawasiliana. Mimi nimetoka kwenye mavumbi ya ardhi na huyu ametoka kwenye mavumbi ya ardhi, kwa hiyo actually wote tumetoka sehemu moja. Kwa hiyo kama ni moja, hii ardhi iliyoko huku inazungumza kutaka kisasi. Haiwezekani bwana, uwa baba yako, si umue tu, kwani shida nini? Kwani watu watajua? Hawajui. Mnashangaa ajali limetokea pap, wakati mnaenda Moshi, wakati mnaenda huko Mbeya, wakati mnasafiri mnaenda Kigoma. Ukitaka kuamini, waulize madereva vitu wanavyoviona barabarani. Anaona jitu limesimama, kumbe ni damu inatakiwa kumwagwa pale. Halafu bahati mbaya zaidi, matukio mengine mengi ya ajali ambazo zinatokea huwa hatuzishuhudii, na tunaendelea tu kutembea, tunaendelea tu kuishi, tunaendelea kufanya hiki, kumbe watu wanaendelea kuteketea, napotea, na hakuna mtu ambaye anaweza hakuna mtu anayefikiria. Wengi tunasubiria mwisho wa mwaka. Na kwa nini mwisho wa mwaka? Kwa sababu unajua ndugu yako atasafiri kwenda Moshi, ndugu yako atasafiri kwenda kule Msoma, ndugu yako atasafiri kwenda Mtwara, ndugu yako atasafiri kwenda Zim. Ndio maana unaingia kwenye maombi kwa ajili ya kukataa roho za ajali. Sio tu uingie mwezi wa 12, sio tu uingie mwisho wa mwaka, tunatakiwa tuanze kuomba sahihi. Na shetani ashajua kwamba mwisho wa mwaka naomba sana. Sasa angalia ajali ambazo zinatokea, angalia namna ambavyo vijana wanakufa. Ni kwa sababu gani? Nadai kisasi. Tunapataje kupona? Tunatokaje kwenye huu mchakato? Tunatokaje? Tutapata msaada wapi? Hora, lazima ujiulize. Hautaki itokee, hautaki itokee. Kila ikifika mwezi wa 6 lazima kwenu mtu afe, lazima kwenu mtu afe. Kila ikifika muda fulani lazima tukio litokee kwenu, kila mwaka. Sasa mko wangapi? Mmebaki wachache, nao wenyewe waliobaki hamna Mungu ndani yenu. Lakini sasa kwa nini nimekuja mahali hapa? Nimekuja mahali hapa ili nikupe mafundisho, na haya mafundisho yatakusaidia ukishampokea Yesu ndani yako. Huyo Yesu ndio atamaliza yote. Nitakupa njia ya namna ambavyo Yesu atamaliza yote, na sio tu atamaliza. Biblia inasema yote yamekwisha pale msalabani. Yanayotokea kwenu hautaki yatokee, haupendi kuwa unayaona, haupendi kusikia vyote vikiwa vinatokea. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyu anayekufa sahihi, huyu hana kosa na hajui kilichotokea. Lakini matukio mengi mabaya yaliyofanywa na watu wa nyuma, wa zamani, waliotoa kafara wakati wanafanya ibada zao, hiyo kafara walioitoa, waliua mtu asiye na hatia, waliua viumbe visivyo na hatia. Sasa ile damu ya vile viumbe inalia kutoka ardhini. Hiyo ndio sababu unaona kile ikifika kipindi fulani watu wanakufa, kila ikifika kipindi fulani watu wanakufa, utajitahidi kwenda kwenye maombi. Huo udongo, ndio maana aliyetoka Iringa akaenda mkoa mwingine, kama kule alikuwa hafanikiwi, anashangana huku akifika hafanikiwi. Kama alikuwa hawezi kufikia malengo fulani, anatamani asogee mbele. Lakini kwa nini? Alifikiri tu ni pale Iringa alipozaliwa kwamba itakuwa. Lakini ardhi kwa nini inaendelea kuzungumza? Kwa sababu gani? Kwa sababu ardhi iliyoko hapa imeungana na ile ya kule na zinapeana taarifa, na anakueleza kabisa, usipokuwa makini utajikuta wengi wanapotea, na watu wanakaa kimya, watu wanaingia makanisani, watu wanafanya ibada, lakini wengi wamesahau, wanasubiria mwisho wa mwaka. Nakwambia utasikia tuingie kwenye maombi, tuombe kwa ajili ya uchaguzi, kafara zisitolewe, damu zisimwagike. Kwa nini kwenye uchaguzi? Kwa nini tu kwenye uchaguzi? Kwani hizi damu ambazo zinamwagika sahihi sio damu? Hao watu wanaokufa sahihi sio watu? Kwa nini tusiingie kwenye maombi sahihi? Kitabu cha Isaya sura 57 Biblia inasema hivi, mwenye haki hupotea, wala hakuna atiaye hayo moyoni. Mwenye haki anapotea, hakuna atiaye hayo moyoni. Kama sio Mungu kutusaidia, tutauawa. Sasa nataka tusome kitabu kimoja, nataka tuangalie sehemu moja ambayo, halafu nikirudi tutaendelea na nguvu ya damu ya Yesu. Uangalie namna ambavyo nguvu ya damu ya Yesu inaweza ikayamaliza haya yote, lakini ni mpaka mtu aelewe. Sasa nataka tusome sehemu moja kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12.
Sasa Biblia inasema hivi, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko Habili, damu yake inamlilia Mungu kutoka ardhini. Udongo, ardhi imefungua kinywa, imefungua. Na sasa angalia, anasema Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ya Habili, kwa sababu damu ya Yesu inanena mema, lakini ya Habili ilikuwa inanena nini?